Hallelujah. Hallelujah. So make sure you maximize on this. Kwa hivyo hakikisha kwamba unaitumia hii sawa sawa. Capitalize on this. Ukaitumie hii sawa sawa. And ensure that you enter the kingdom of God. Na uhakikishe kwamba umeingia katika ufalme wa Mungu. My time is over. Wakati wangu umekwisha. Because I've seen myself go back to the kingdom of my father. Kwa sababu nimejiona nikirudi katika ufalme wa baba yangu. I've seen myself complete the work. Nimejiona nikisha kamilisha kazi. And when he came to speak with me, he was speaking. We met somewhere in the sky up here. Na alipokuja kuzungumza pamoja nami, alikuwa kinena, tulikutana katika anga pale juu. And he spoke with joy. Na alizungumza na furaha. And he talked about my assassination in Jerusalem. Na akazungumzia kuhusu mauaji yangu Yerusalemi. And then he said it is good. He was happy. He said it is good. Alafu alikuwa anasema ni njema, alikuwa na furaha akasema ni nzuri. So that means he's demarcating prophetic timeline. Hiyo inamaanisha kwamba anaweka alama katika nyakati za kiunabii. He's putting states and he's marking the timeline, the zero countdown, right? Anaweka alama katika yale majira. Now you have seen the glory of the Lord. Sasa mmeuona utukufu wa Bwana. Will you then see the glory and go to hell? Je, basi mtauona utukufu kisha mwende jehanamu? You've seen the dreadful transfiguration of the Lord, the dreadful transfiguration that you cannot see. Only a few see, and it's dreadful. Mumeona kubadilishwa kwa Bwana kwa kuogofya, na ni wachache tu wanaona, lakini amewaruhusu mmeona. Will you then see and miss heaven? Je, basi mtaona alafu kisha mkose mbingu? Hallelujah. Hallelujah. And there is no doubt that I have loved this church. I have blessed this church. Na hakuna shaka kwamba nimelipenda hili kanisa, nimelibariki hili kanisa. And so I expect you to make those gains and preserve the gains, right? Na basi natarajia kwamba mkazishike hizo faida na muhifadhi hizo faida. To see a cripple on the soil raised and walking away. Kuona kiwete akiwa kwa udongo kwa mchanga ameinuliwa na kutembea kwenda zake. Where hospitals said there is no injection to inject you to get up. Mahali ambapo hospitali zilisema kwamba hakuna sindano ya kukudunga alafu usimame. In other words, hakuna dawa. Kwa maneno mengine hakuna dawa. There is no medicine that can raise them from the soil. Hakuna dawa ambayo inaweza kuinua kutoka kwa mchanga. And then the Lord raised them. Alafu Bwana anawainua. That's a big thing. Hilo ni jambo kubwa. You can say I have seen God. Unaweza kusema kwamba nimemuona Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. So we are going to slowly walk to the other side. No stampede, beloved people. Asanteni sana, tutakwenda kutembea upande ule mwingine, hakuna kukanyagana watu wa dhamani. My son Mureithi, it's good to see you. Mwanangu Mreithi, ni vizuri kukuona. It's good to be here. Ni vyema kuwa hapa. Because this is the beholder of the golden key, you know that. Everybody knows globally now. Huyu ndiye mbebaji wa kile kifunguo cha dhahabu. Kote kote duniani wanajua sasa, nyote mwajua. That can open the doors to heaven unto somebody or shut the door unto them. Ambayo inaweza kumfungulia anaweza kumfungulia mtu mlango wa mbinguni ama kuufunga. Or open for a nation or shut down that nation. Kulifungulia taifa ama kulifunga hilo taifa. That is now obvious. Sasa hiyo ni bayana.